Karibuni katika vipindi vyetu vya Unajimu wa Nyota na Mnajimu Kulthum. Siku ya leo nataka kuzungumzia nguvu ya ubani maka. Watu wengi hawajui nguvu ya ubani maka, hawajui jinsi ya kuweza kutumia ubani maka na jinsi ya kufaidika na ubani maka, au jinsi ya kuweza kupata mafanikio makubwa kutumia ubani maka. Kama wewe una matatizo mbalimbali, una vikwazo, una ugumu wa kazi na mambo yako mbalimbali, nunua kitezo chako, nunua ubani wako maka. Ubani maka ni ule ubani msafi kabisa, sio ubani mchafu. Ukisha nunua ubani wako, kama wewe ni Muislamu, amka usiku wa manane, sali rakaa 2. Ukisha sali rakaa 2, tandika mkeka wako, tayari umeshaandaa moto wako na kila kitu. Ukishafanya hilo zoezi, jisitiri, usiache nywele wazi wala mikono wazi. Jisitiri, ubakishe tu sehemu za viganja vya kushikia ubani wako. Unaona? Baada ya hapo, orodhesha shida zako kwenye karatasi. Orodhesha shida 3 au 4 au 5. Ukishaziorodhesha zile shida zako, shika karatasi lako na mkono wa kushoto, shika ubani wako na mkono wa kulia, taja majina yako, anza kuchoma ubani wako ukisoma yale matatizo yako kwa utulivu kabisa, saa 8 za usiku. Ukiwa umechelewa sana ni saa 9 za usiku. Hilo zoezi ukiendelea kulifanya, hakuna mtu yote atakaye kugusa, hamna mtu yote atakaye kufanyia ubaya ukakufikia, hamna mtu yote atakaye kushusha mambo yako. Na kwa wale wajanja zaidi, unaweza ukanunua au ukachukua dawa za kusafisha nyota yako, ukasafisha nyota yako kwa kila siku. Unapochoma ubani wako, unakuwa unaoga, unasafisha nyota yako, halafu unachoma saa 8 za usiku. Kwa hiyo wale wanaosafisha nyota zao, unaweza ukaoga saa 2 za usiku au saa 3, lakini hakikisha unalala salama. Yaani unalala salama kwa maana hauzini, haufanyi tendo la ndoa, unalala ukiwa msafi. Kwa hiyo ikifika ule muda wako ni kuamka, kutawadha na kusali rakaa zako 2 kama wewe ni Muislamu. Na kwa wale ambao sio Waislamu, unaweza tu ukanawa au ukaoga kwa wakati huo, ukahakikisha uko msafi na huku nyuma hujafanya kitu chochote, na hakikisha hauko kwenye siku zako kwa wale wanawake. Ukishafanya hivyo, choma ubani wako kwa utulivu. Omba mambo yako. Ukishafanya hili zoezi ndani ya siku 7, utapata majibu yako mazuri sana. Kama ulikuwa unataka kazi, utapata ufumbuzi. Kama kulikuwa na ugumu fulani, utapata ufumbuzi. Na kitu kingine ambacho nitataka kukukumbusha, wakati unachoma ubani wako, hakikisha unanuia pia kuwa na ulinzi. Unanuia pia mtu yoyote, adui yoyote asikudhuru, asikufike, asikuone, na hata akikuona asikufanye kitu chochote. Kwa wale ambao wako na matatizo ya kiadui, kwa wale ambao wanafuatiliwa, kwa wale ambao wanachunguzwa, kwa wale ambao wanatafuta kazi, kwa wale ambao wanaenda kwenye interview, unaweza ukaangalia interview yako ni lini, ukafanya hilo zoezi. Kwa wale ambao wanasafiri kibiashara, kwa wale ambao wanasafiri safari za nje ambazo ni ngumu, wanatafuta passport au visa, wanapata ugumu, kwa wale ambao wana shida kwenye mahusiano, unaweza ukatumia pia ubani huo ukakufanikishia jambo lako. Hii ni siri kubwa nimekupa. Kuna watu wengi sana wanaudharau ubani, wanaona madukani wanaudharau. Kuna baadhi ya watu katika nyumba zao ubani haukosekani. Ubani haukosekani kwa sababu hata dharura yoyote ikitokea au tatizo lolote likitokea kwenye mji wake, anachoma ubani. Kwa wale ambao wanahisi labda nyumba yake ina shida au ina hasadi au ina matatizo yoyote, chukua kitezo na moto, choma ubani wako, nuia, alafu zungusha ule moshi wa ule ubani katika kila chumba chako. Unaanza kuzungusha katika vyumba vyote, alafu unatoa paka jikoni, unakuja kuweka ubani wako nje. Unaenda kuweka nje. Kama kuna vitu vibaya vyote vitaondoka. Kama kuna hasadi itaondoka. Ndio maana maeneo ambayo anachoma ubani mara kwa mara, adui hawezi kufika kwa wepesi. Mtu anaweza akajua labda mtu huyu anatumia kinga kubwa sana, au ana ulinzi mkubwa sana, au ana vitu vinavyomlinda au vinavyomwangalia. Kumbe
ubani ndio unafanya hizo kazi. Ubani ni kitu ambacho kinakuweka huru katika mambo yako ni mazito au matatizo yako ni mazito popote ulipo. Hata ukiwa na safari, jizoeshe kuchoma ubani, nuia mambo yako, nuia safari yako ufike salama na mambo yako mengine. Alafu kwa wale ambao watakao choma ubani kwa kudumu kuchoma ubani, watapandisha maono yao, watapandisha nguvu zao, watakuwa na maono makubwa, watakuwa naonyeshwa vitu vingi sana ambavyo hawajawahi kuviona katika maisha yao. Utaona vitu vingi sana. Na maanisha hata adui utamuona. Mimi si mwingine ni Mnaji Mkuthomo. Endelea kufuatilia mada zetu na vipindi vyetu TikTok, YouTube, Instagram na Facebook. Pia namba zetu zitapita hapo kwa maswali na huduma mbalimbali kama una shida unahitaji msaada kutoka kwetu. Karibuni sana.